sio kubwa jimbo. Lakini watu wanakutania hivyo kutokana na namna ambavyo umeigiza. Sijaona hilo, lakini mimi nafikiri wananiita Jobless wa taifa na wameniongeza jina, wameniambia mimi rais wa majobless duniani. Sasa sijui hilo lingine silifahamu. Bado hujalijua wewe. Rais wa majobless duniani unalifurahia? Majobless wote duniani hapo unakuwa president wao, sio kazi ndogo. Dunia na nchi nyingi. Dunia na nchi nyingi sana. Sasa mimi ndo president wao, kwa hiyo haina shida. Nilikuwa naoji baadhi ya watu wote katika Kombolela. Nikaa nawaambia katika wote nyinyi wote, kimfano ndo Mungu angekumba kwamba huyu ndo ndugu yako. Nani usingetamani angekuwa ndugu yako katika series nzima Kombolela? Wengi walikuchagua wewe. Wakasema Kobisi kazidi bwana. Hiyo ishukuliaje siku unagiza kama ni ngumu sana hivi? Character si ngumu. Character si ngumu, ila wao wanamdharau, lakini Mungu ana makusudio yake kumuumba mtu wa design ile. Au sawa? Yaani Mungu ana makusudio yake kumuumba mtu kama Kobisi Kikala. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wao kimdharau kwamba huyu blaza hatufai, wao wanakosea. Sawa. Lakini ukiangalia katika watoto wa Kikala kila mtu ana mapungufu yake. Sasa kwa hiyo tunakataa uumbaji. Hata kukataa ile muonekano ndo una shida zaidi. Kila mtu Kobisi kazidi. Ni wao wanavyoona kwamba mimi nimezidi, lakini mimi niko gado kabisa. Napuuza mikika tu, mikika yenyewe uzi. Sasa unajua katika swala zima la betting, si unajua betting ilivyo. Kuna kupata, kuna siku unakosa. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida katika mchezo wote tunaofanya. Bwana. So wao wanaamini kwamba ni mzembe, kumbe ni kwenye kupata na kukosa. Sasa wao ni wazembe zaidi kwa sababu afadhali hata mimi kidogo kama naweza kukaa na kufikiria kwamba timu hii inashinda, timu hii haishinda. Sasa nani mwingine anaweza kuwa anatumia akili kuliko mimi? Akili kubeti. Kubeti si kazi ndogo. Yaani kubeti ni kitu kigumu kuliko unavyofikiria. Yaani kukaa kusema kwamba Arsenal atashinda goli 2-0, alafu unampa unatia hela. Alafu ikatokea kweli akashinda. Sasa unafikiri kazi ndogo? Hesabu imepigwa. Yaani ya juu Sasa yule umekaa tu vitandani, shauri yao. Na wewe katika ndugu zako wote nani ambao kimfano Mungu angesema huyu ndugu yako kweli ungemkataa? Katika ndugu zangu kwamba huyu bwana mimi sinamuona namna gani? Siwa. Kwa nini Siwa unamkataa? Siwa ya ovyo sana. Siwa wa ovyo mno. Ana breki, yani afikirii nini ambacho anataka kukisema. Yani linalokuja kichwani alipoelekea yeye ajui kama ni baba, ajui ni kaka, ajui ni nani, yeye ana mapopa. Yes. Okay. Hawazi. Yani Siwa hawazi. Angekuwa ndugu mngeshindana mapema? Yule mimi Ningeomba hata Mwenyezi Mungu amchukue. Tena sio kumchukua kwa njia ya kawaida, ampaishe. Unajua kama ile story ya zamani, kwamba siku kulikuwa kuna lijoka fulani lini afu Mwenyezi Mungu akalipaza. Basi ni Siwa anapazwa nje. Yeye alisema kwamba udongo ulotengenezwa na wewe, Mungu angekuumba tu upe udongo na shida. Ana adabu. Sini gani ilikuwa ngumu kuigiza kwako? Mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu kabisa mfuateni ndani. Mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sina kukaa uchi. Nilimkaribisha Dachina ndani. Nilikuwa na changamoto kwa sababu nilivua nguo zote nikabaki na chupi. Umeona, kwa hiyo ilikuwa kidogo ina mtihani na nilikuwa naiwaza kwa sababu tuna familia,
wataonaje. Bahati nzuri shoti ambazo zilitumika kidogo zilikuwa zina stara, lakini sini kidogo ina mtihani kidogo. Uko unaiwaza? Yeah. Sasa unafikiri unaifanyaje? Ugali unautaka? Sini ya moto. Na ndio kazini, unafanyaje? Kwa hiyo tulibishana kidogo na director, lakini mpaka hatimaye tukakubaliana basi tukaifanya. Okay. Mimi nilipenda ile scene ambayo ule mama wako akamba na ukalia juu na kuloga. Ina uchawi. Asi kawaida tena, ile si nyepesi kabisa. Ndio maisha yetu. Hiyo tunabuluzwa kila siku. Mimi leo hapo kiangalia mimi mikono yangu, mimi sijui nafanya, yani sijui kama mimi nafanyaga kazi ngumu. Yani kazi kama ya kushika jembe hivi, si yani labda nashika spana, yani kufanya, lakini naamka unajikuta nina sugu. Ujuzi unatoka wapi? Sasa hiyo sugu inatoka wapi katika mikono wakati ufanye kazi za zinatumia nguvu? Tunalogwa kaka usiku, tunafanya kazi nyingi sana. Naamka umechoka, wewe unaamka kitandani unasikia kiu. Sasa jiulize hicho kiu kimetoka hapo kaka, umetoka kulala. Sasa mimi nafanya direction zake. Haiwezekani kaka, haiwezekani kiu kama umetoka kufanya kazi za mchana. Mchana tu. Kaka tunalogwa usiku, baya mno. Mbona kana bimsumi wako wengi? In real usha kupitia experience za kulogwa. Tunalogwa kila siku. Mimi hata jana yenyewe nimelogwa. Kwa maana pia kwa wataalamu wanaenda. Sasa wataalamu semeko kwa ajili ya sisi kutusaidia. Sasa ukilogwa kama ushajua umelogwa, sasa unaenda kusaidiwa na nani? Wewe ukiumwa sasa hivi wanaenda hospitali. Sasa na unaje umelogwa kama jana kwa mganga? Ndio nakwambia sasa wale wapo kwa ajili ya sisi kutusaidia. Okay. Kwa hiyo ukilogwa unafikiri utaenda hospitali? Hapana. Sio kapiko. Lazima uende kwa mtu mwenye njia zile. Bwana, mimi nakaa Uswahilini, mimi sikai Masaki brother. Mimi nakaa kitaa kama hivi kwa mzee Kikala. Okay. Na maisha yetu tunayajua. Ndio kwa nasema mchezo wangu unanyua moto moto. Ukiwa moto. Ukipoa unaharibu. Sasa ukipoa aunywe tena. Okay. Okay, sawa. Nataka tumalize na haya maswali machache kwa sababu pia sisi ndio tunatukimbia. Kwako wewe ni kitu gani ambacho sasa hivi unatamani kifanyike kwenye tasnia ya series pia? Kuwawezesha maproducer kuweza kupata mitaji ya kutosha. Kwa sababu producer mmoja anaweza kubeba katika production zaidi ya watu 70. Sasa ina maana kama pato litakuwa zuri, au sio bana? Ina maana wasanii pia watapata kipato kizuri. Sure. Shaona? Kwa hiyo sio wasanii tu, ina maana na crew nzima itapata kipato kizuri. Lakini kama producer hatakuwa na mahala pazuri pa kuuza kazi yake, brother, patakuwa ni pagumu sana katika hizi kazi. Na ukiangalia kiwanda kimekuwa ni kikubwa mpaka basi. Shaona? Kwa hiyo ni jinsi gani serikali itakavyoweza kuwasaidia maproducer ili kuendelea kufanya kazi zao na kupata kipato kizuri. Basi. Okay. Sawa. Nataka tushane ile ya mwisho kabisa. Kuna ile scene unaforce mzigo. Unaforce haki yako. Hapo bia mtapiga kelele. Si force, yani ni mimi yani ile ni haki. Kwa sababu kama mtu umeoa ili ndoa ipite, ni lazima kwanza ufanye tendo la ndoa. Hata mahusiano ili mahusiano tusebie au ni mahusiano lazima mkutane. Kwanza lazima. Umeona? Sasa unapata kwa nadra. Kaka sio poa. Mwanamke wangu akili zake si nzuri. Yuko sawa. Yuko sawa. Sawa, mimi nakushukuru wote kwa mashabiki yako. Unaambia kitu gani hapa? Waendelee kuangalia Kombolela, waendelee kutufuatilia, wasichoke. Kwa sababu mzigo upo na mzigo tunaendelea kama hivi. Naona nyinyi mmekuja mnashuhudia kwamba kazi zinaendelea na sisi tuko kempu, au sio bwana, maisha yanaendelea. Kwa hiyo wasichoke, tuendelee kufanya kazi. Nakushukuru sana my brother. Asante brother.